inafahamika Heart of the Lion, in short wananiita Heart. Indians are the best investors in Kenya. Na hiyo kitu tunafaa to believe hivyo, because wameinvest hapa Kenya, na that's why tuna appreciate sana. Mimi kama Heart of the Lion kutoka bunge la mwananchi Jacaranda, nataka niongee hii, na chenye naongea, hiyo hospitali iko pale Eldoret, inajiita Midhill, ambaye inashughulika na mambo na kidney. Tumeangalia katika taifa la Kenya, watu walikuwa wanaenda India kwa mambo na kidney, lakini sasa tunapata hospitali ambaye iko hapa Eldoret, inajiita Midhill, ambaye sasa inashughulikia watu kwa mambo na kidney. Mimi nataka niseme hivi, ukiangalia Mishra ambaye ndio mwenye hospitali hiyo, saa hii vile anapigwa vita, haifai hivyo tuanze kuangaisha wawekezaji. Huyu ni Muhindi, tunamuangaisha. Wazungu pia watakuja, tutaanza kuangaisha. Wa Rwanda watakuja, tutaanza kuangaisha. Hii ni Kenya gani ambaye tuko ndani? Which country yenye tuko ndani, yenye tunaanza kuangaisha wawekezaji? Mishra ni mwekezaji, na yeye tunaona saa hii vita zenye anapitia. Mimi nataka niseme hivi, tuheshimu maforeigners, tuheshimu wanaokuja kuwekeza kwa nchi yetu. Mishra amesaidia mambo na employment. Ukiangalia vijana wamemaliza form 4, amewaajiri makazi na anawalipa every end month 100,000. Mimi naona hata kuna viongozi hapa hivi wako na makampuni kubwa kubwa, but they cannot employ wa Kenya. Lakini hawa ni wenye wametoka kule nje, wamekuja hapa nchi ya Kenya, ndio wamekuja kusaidia nchi yetu. Ukiangalia Wahindi ambao wanawekeza hapa nchi ya Kenya, hawa Wahindi wameshikilia uchumi wa Kenya. Maana kuajiri kijana kazi, hiyo ni kushikilia uchumi wa Kenya. Sasa hii tunaona sasa Honorable Mishra sasa anaangaishwa here and there. Wanamuangaisha kama nani? Sisi tunasema kama vijana, we cannot allow that. Na tunasema hivi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ukiwa na ndugu yako Ruto, Raila vile umeingia kwa serikali, tunataka umsaidie Mishra. Tunataka Wahindi wasaidiwe. Hawa Wahindi wamewekeza katika taifa letu la Kenya, wameajiri vijana hapa Australia. Vijana sasa hawako jobless. Munataka muanze kuangaisha Wahindi, muanze kufukuza Wahindi, alafu hawa vijana wakikuja mutawapatia chakula kwa nyumba zao, mutawapatia vyakula vya kukula, mutawavalisha, mutawalipia mutalisha wake zao. Mimi nasema hivi, muache kumuangaisha Honorable Mishra, mumuache. Hii hospitali ambayo inajiita Midhill Hospital iko hapa Eldoret, imesaidia kwa mambo na kidneys. Saa hii huwezi panda ndege unaenda India, unaenda tu hapa Eldoret na utatibiwa. Munataka Kenya iende wapi? Ukiangalia hata wazungu wanatoka kule ng'ambo, watu wanakuja kutibiwa hapa Eldoret. Wanatoka kule USA, wanakuja kutibiwa hapa Eldoret. Saa hii munataka muanze kuangaisha hii hospitali, hii Midhill Hospital, munaiangaisha. Tunasema serikali, tafadhali, tunahitaji hii hospitali, na mwenye hospitali apatiwe ulinzi. Anasaidia mahali pakubwa katika uchumi wa nchi, anatoa mpaka ushuru. Hatutakubali ati maforeigner, hatutakubali ati wawekezaji wanatoka nje na wanaanza kuangaishwa. Hiyo kitu tumekataa, na tunasema kama mutasaidia Mishra na hiyo hospitali, tutaitisha maandamano Kenya nzima. Tutaandamana, maana hawa ni wawekezaji, wamekuja katika taifa la Kenya, wanainua uchumi wa Kenya, wanaajiri vijana kazi. Munataka vijana wakae jobless. Hatutakubali mambo na joblessness.
Mimi ile kitu mimi nasema, lazima Honorable Mishira apatiwe haki yake, na lazima chochote wamemnyang'anya wamrudishie. Hatutakubali kabisa. Tutasimama kuprotect Wahindi ambao wamekuja kuwekeza katika taifa letu la Kenya, maana uchumi ni mbaya. Sisi ile kitu tunaweza sema hivi, hii hospitali, na kama nyinyi watu wa Eldoret hamuwezi saidia Honorable Mishira, hamuwezi simama na hii hospitali, hata inaweza pelekwa Kisumu, hata inaweza pelekwa Western. Kuna pale watu wanahitaji matibabu, inaweza pelekwa huko. Maana sisi hatutaki hati mambo ni ile tu kuangaisha. Wabunge wako hapa hivi, hao ndio wanatumika kuangaisha wawekezaji sana. Na ukiangalia wako na makampuni, hawawezi ajiri wa vijana, hawawezi ajiri. Sasa unashindwa na hizi makampuni zenye wako nazo, makampuni kubwa, hawawezi ajiri vijana wa Kenya. Lakini wawekezaji wanakuja katika taifa la Kenya waweze kuinua uchumi wa Kenya, kuajiri vijana, hao ndio wanaanza kuangaisha hao wawekezaji. Tunasema this time tawe, hatutakubali. Tumekataa kabisa na tumekasirika. Nikitoka bunge la mwananchi Jacaranda, tumekasirika kabisa. Kwa hivyo hii jambo tunasema hivi, mnaanza kufungia Mishira kampuni zake, hati mnataka kufunga hiyo hospitali. Jaribuni, mtakiona. Jaribuni ndo mtajua hii hospitali inasaidia, na hata sisi tunasaidika kwa hospitali. Jaribuni muifunge, na yeyote anaguza hii hospitali ameguza mioyo yetu. Ameguza mioyo yetu sisi wa youth. Hatutakubali hili jambo. Kwa hivyo sisi tumekataa. Hatutaishi kwa nchi ya vitisho. Hatutaishi ati juu unafanya hivi unaanza kutishiwa. Tumekataa vitisho. Na saa hii tutasimama na Wahindi. Tutasimama na hao. Ukiangalia hapa Embakasi North, tumekuwa na mbunge ambaye alikuwa anaitwa Sumra. Sumra amesaidia sana. Kwa employment amesaidia. Wagonjwa alikuwa anawapeleka mpaka India. Ameweka mpaka reli. Sumra amefanya kazi, ameweka mpaka bridge. Sumra ameajiri vijana wengi kazi. Hii Coca-Cola aliajiri vijana hapo kazi. Indasoleria akapeleka vijana kazi. Airport Sumra amepeleka vijana kazi. Huyu mbunge ambaye yuko sahihi Embakasi North, kazi yake tu ni kupiga mapiano. Hakuna kitu anasaidia. Bwana, muache ukabila bwana. Ati kwa sababu Sumra yeye ni Muhindi, ati sasa mnakataa kumpatia kura hapo. Nyinyi tunasema hii raundi Sumra lazima anarudi. Tunataka mtu wa kutusaidia. Hii mambo na ukabila Kenya tunataka ifike mwisho. As long as mtu amekuja na anaweza saidia, tuko ready kusimama na yeye na kumpatia kura. Kwa hivyo mimi nikiangalia yenye Sumra amefanya pale Embakasi North, hata huyu mbunge mwenye yuko, hata wenye walimchagua wanalia leo hii, wananipigia simu, wanasema hata sijua nini. Kwa hivyo mimi nasema hivyo, Honorable Sumra, tutasimama na wewe. Sisi tutaangalia wewe ni Muhindi, tunajua wewe uko na roho ya kusaidia, na hivyo ndio inatakikana. Kwa hivyo mimi nasema lazima Wahindi tusimame na hao wawekezaji wowote, iwe Muhindi, iwe Mzungu, iwe Mrwanda, iwe Msomalia, iwe nani, tutasimama na hao. Hata iwe wanatoka Tanzania, iwe wanatoka Uganda, wamekuja kuwekeza kwa taifa letu, wamekuja kuajiri vijana, wamekuja kuinua uchumi wa nchi, tutasimama na hao. Na kama sio hivyo, tunawaambia serikali, kama hamutasimama muweze kutetea sisi tutasimama sisi wenyewe, na tutasimama na hao Wahindi, tutasimama na wazungu, tutasimama na Waganda, tutasimama na Watanzania. Kila mwekezaji yeyote amekuja kwa taifa la Kenya, sisi tutasimama na yeye. Hatutakubali kuanza kuangaishwa, kunyanyaswa. Kwanza nyinyi viongozi, nyinyi ndio mnaangusha hizi makampuni. Tuliona hii supermarket ilikuwa hapa Kenya. Mulienda mkaikula yote ikaisha.
mpaka mwenye hiyo nini akahamia Tanzania kwenda kuwekeza huko. Hiyo ni kama kurudisha nchi nyuma. Munaenda mnyang'anya Wahindi, alafu mnajua vijana wangapi walipoteza kazi? Ni vijana wengi walipoteza kazi. Hata huyu alipoteza kazi kwa hiyo supermarket. Alipoteza kazi, ako jobless, ako hapa Jacaranda. Hamumpatii chakula, hamulipi nyumba yake, hamumvalishi, hamsaidii familia yake. Mkuje mwanze kututishia hapa. Tunasema this time round tutasimama kama Wakenya, na tunasema kama ni mbaya ni mbaya, na haturudi nyuma. Haturudi nyuma sahi. Kijana youth sahi ameshaamua. Haturudi nyuma. Na hatutatishiwa na maneno yenu, haitatutisha. Kwa hivyo mimi nikimalizia nataka niseme hivi. Kila mwekezaji katika taifa letu la Kenya anafaa apatiwe ulinzi. Maana yuko anainua uchumi wa nchi. Hawa viongozi wetu tunachagua, hawa ni matumbokrati. Wanatunyang'anya usiku na mchana. Wanataka tuwapigie kura, tukishawapigia kura hatutawaona tena mpaka miaka 5. Corruption imejaa. Na ndio kwa maana mimi nasema hivi. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na ndugu yako Raila na ndugu yako Mheshimiwa Rais Ruto, kama mutasimama na hawa Wahindi, tunasema hivi, hii jambo inauma sana. Lazima Wahindi wapatiwe ulinzi, na makampuni zao, biashara zao zinafaa zipatiwe ulinzi. Hatutaki mambo ingine ati sijui nini. Kama Wakenya wenyewe, nyinyi ndo mnakula Wakenya wenzenyu. Mtu anatoka huko nje kuja kusaidia nchi, mnataka kumfuruga. Hatutakubali hiyo. Asante.